Habari mtazamaji wa Rendrailers, karibu sana katika kipindi cha Zijue Senti Zako, kipindi ambacho kinakufungua macho na kukupa maarifa yatakayokuwezesha kuzitawala fedha zako kabla hazijakutawala. Mimi ni Maombi Abdieli, mshauri wa elimu ya fedha na uwekezaji. Kipindi hiki kinakujia kwa ushirikiano wa Rendrailers pamoja na Toronto Legacy Services. Na leo tutaangazia mada ya budget ni nini na umuhimu wake katika safari ya uhuru wa kifedha. Budget ni mpango wa mapato na matumizi ya fedha yako. Ni ile ramani ambayo inakuonyesha kipato chako kinatoka wapi, ni kiasi gani ukitumie na kwa ajili ya nini, lakini ni kiasi gani ambacho kinaweza kubaki kwa ajili ya uwekezaji wenye manufaa baadaye. Sasa watu wengi si kwamba hawana vipato. Watu wanapata vipato, lakini changamoto kubwa na tatizo linalopelekea watu washindwe kuona faida ya vipato vyao ni kukosa ule utaratibu wa bajeti ambayo inawafanya wazitawale fedha zako na kuzielekezea wapi zikafanye kazi. Sasa tuanze kuangalia sababu ambayo inapelekea Watanzania wengi au watu wengi washindwe kutumia budget katika maisha yao ya kila siku. Moja ni ile kukosa tabia ya kuandika mapato na matumizi yao ya kila siku. Huu ni ugonjwa wa watu wengi sana. Sababu ya pili ni ile dhana ya kwamba nitaanza kesho au nitaanza pindi nitakapopata pesa nyingi. Hizi ni kauli ambazo zimekuwa zikiwafirisha watu wengi sana kwenye swala la uchumi. Lakini sababu ya tatu nyingine ni ile dhana ya kuamini kipato kijacho au mshahara utakaofuata ndio utakaoweza kumaliza yale matatizo au yale makosa ambayo yanafanyika leo. Hizo ni dhana ambazo zinasababisha watu wengi washindwe kutumia bajeti kila siku. Sasa tunajua budget si watu ambao hawana hela wanaotumia budget tu. Hata watu matajiri wanatumia budget kila siku katika maisha yao, na ndio maana wao wanaweza kuendelea kuwa matajiri kila siku. Kwa hiyo budget haikuanzishwa kwa ajili ya matajiri tu, ilianzishwa kwa ajili ya watu ambao wana pesa kidogo wanaotamani kuzikuza na zenyewe ziwe pesa nyingi sana. Sasa tuangalie kitu cha msingi, faida za kuwa na budget ni nini sasa? Faida mojawapo ya kuwa na budget ni kujua kila shilingi yako inaenda wapi. Faida nyingine ya budget ni kutawala fedha zako. Faida ya tatu, inakupa mwanya wa kuweka akiba na uwekezaji. Faida nyingine ni kupunguza yale madeni ambayo unakuwa nayo. Lakini faida nyingine ni kupunguza yale madeni yasiyokuwa ya lazima. Faida nyingine ni kudhibiti yale matumizi ya kihisia, yale matumizi ambayo unakuwa unayafanya pasipo wewe kuyatarajia. Lakini faida nyingine ni kupata amani ya moyo. Unapokuwa unazikontrol hela zako, unapokuwa na uwezo wa kuzitawala hela zako, inakupa amani ya moyo, kwa sababu kila unapopata pesa unajua pesa yako kiasi fulani kitaenda wapi, pesa kiasi fulani kitaenda wapi, na kiasi kingine kitafanya nini. Hayo yote yanakufanya upate amani ya moyo na kukuepushia zile pressure za hapa na pale. Sasa tuangalie ni hatua zipi ambazo unaweza ukazifuata kutengeneza bajeti ambayo ina uhalisia. Moja ni kuandika vyanzo vyako vyote vya mapato. Je, mapato yako yanatokana na biashara? Mapato yako yanatokana na mshahara peke yake, au unapata commission kutokana na mambo ambayo unayafanya? Hatua nyingine ni kuandika matumizi yako yote. Anza kuandika yale matumizi ya msingi sana kama chakula, kodi, ada, bima na kadhalika. Lakini orodhesha pia yale mahitaji ambayo sio ya lazima kama vacation, kula mgahawani, nguo mpya zisizokuwa za lazima,
na vitu kama hivyo. Hatua nyingine ni tenga nguvu tatu za fedha zako. Tunaposema nguvu tatu za fedha ni tenga fedha yako kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Nyingine, tenga kwa ajili ya matumizi yale ya msingi sana, lakini nyingine tengeneza kwa ajili ya yale matamanio. Hatua nyingine ni linganisha yale matumizi yako na mapato yako. Kama mapato yako yanazidi matumizi yako, basi uko sehemu salama, lakini kama matumizi yako yatazidi kile kipato chako, una kazi ya kufanya. Aidha uongeze kipato, lakini pia unatakiwa kupunguza matumizi ili yaweze kuwa chini ya kile kipato chako. Sasa tuangalie ni kanuni maarufu sana ambazo huwa zinawaongoza watu katika kutunga bajeti. Zipo nyingi sana, lakini leo nitagusia kanuni mbili muhimu sana. Kanuni ya kwanza ni ile ya 50-30-20. Hii ni kanuni inayokuongoza kugawanya kipato chako chochote katika sehemu kuu tatu. 50% iwekwe kwa ajili ya matumizi yale ya lazima, yale ya msingi sana, kama chakula, ada, umeme, usafiri na kadhalika. Sehemu ya pili, 30% itenge kwa ajili ya matamanio tu, matumizi ambayo sio ya lazima, lakini 20% ya pesa yako iweke kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Kanuni maarufu nyingine ya pili ni ile ya 70-20-10, kwa maana ya 70% ya kipato chako hii iwekwe maalum kwa ajili ya matumizi yale ya lazima, na 20% iwekwe kwa ajili ya akiba na uwekezaji. 10% katika kipato chako iweke kwa ajili ya kutoa sadaka na kusaidia watu wengine. Kitu cha mwisho cha kuangalia, tujikumbushe quote muhimu ya mwekezaji mkubwa sana duniani, Warren Buffett. Aliwahi kusema, don't save what is left after spending, instead spend what is left after saving, akimaanisha usiweke akiba baada ya matumizi, badala yake tumia baada ya kuwa umeshaweka akiba kwenye kile kipato ambacho unakipata. Sasa sifa za budget ambayo ina uhalisia huwa zikoje? Moja, budget ambayo ina uhalisia lazima iwe imeandikwa, sio ile ambayo unatembea nayo kichwani. Sifa ya pili, lazima ipingane na hisia zako, isiwe ile ambayo haikubani, inakuruhusu wewe kutumia kadri unavyotaka. Inatakiwa kupingana na zile hisia zako, lakini lazima iwe inabadilika kulingana na kipato chako. Kipato chako kinapoongezeka, lazima bajeti yako nayo ibadilike kulingana na yale malengo yako ya kifedha ambayo uko nayo. Lakini sifa nyingine, lazima ijumulishe malengo yako ya kifedha, yani lazima uinclude yale malengo ambayo unatarajia kuyakamilisha. Kitu cha mwisho, lazima uweze kuipitia kila mara na uweze kufanya marekebisho kadri itakavyohitajika. Kwa hiyo bajeti si kujibana, bajeti ni kwa ajili ya uhuru wa kesho. Kila senti inayopotea bila mpango inachelewesha zile hatua unazozipiga kuelekea uhuru wako wa kifedha. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu leo, ambacho tumeangazia bajeti na umuhimu wake katika safari ya kuelekea uhuru wa kifedha. Lazima uwe na bajeti ikuongoze katika matumizi yako na mapato yako, ili mwisho wa siku uweze kuwa sehemu salama kuelekea uhuru wa kifedha. Mpaka kipindi kijacho, ulikuwa nami mshauri wa elimu ya fedha. Jina langu ni Maombi Abdieli. Endelea kuiangalia Ren Traders. Bye bye.